Sisi shirika la Here is Life tunawashukuruni sana kwa kufika kwa ajili ya kutimisha darasa lenu. Baba msaidizi wa askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa, tunakushukuru kuwa mgeni wetu rasmi kwenye haya mahafali yetu, ambapo tutatoa historia kidogo kwa ajili ya muda. Kwanza, Here is Life ni kitu gani? Here is Life Africa Mission ni shirika la Kikristo linalohubiri Injili kwa njia ya sinema ya maisha ya Yesu iliyotafsiriwa kutoka kwenye Injili ya Luka Mtakatifu. Sinema za maisha ya Yesu zipo nyingi, nyingine toka kwa Marko, nyingine kwa Yohana, nyingine kwa Mathayo, ila ya kwetu sisi imetoka kwenye Injili ya Luka. Kwa sababu nyingine tutakuta zinataja habari za mataji na nini, ile inaonyesha sisi tutakuta haina taji. Kwa hiyo ndio tunaionyesha sisi. Na sinema yote ambayo umeona miaka karibu yote, wamiliki wake ni sisi. Shirika mlioanza kuiona tangu miaka hiyo, tangu miaka ya 70, wamiliki wake ni shirika letu. Makao makuu ya shirika hili yapo Arusha kwa hapa Afrika. Kwa hapa Afrika makao makuu yako Arusha kule Ngulelo. Tunafanya kazi na madhehebu yote ya Kikristo. Madamu yanamkiri Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha ya watu, tunafanya nao kazi. Kama hawakubali hicho kitu, wanaweza kaingia kwenye madarasa yetu, lakini hawatakuwa sehemu yetu ya utendaji wa kazi. Sio vizuri, sababu vyombo vya habari viko hapa, sio vizuri kwa mfano kutoka kwa baadhi ya madhehebu. Lakini nafikiri tulipokuwa darasani tumewahi kueleza kidogo wakati fulani. Kwa maana hiyo tumeanza kazi hapa Tanzania mwaka 1997. Tulianzia mkoa wa Dodoma na mkoa wa Arusha kwa majaribio. Na hivi sasa napozungumza tupo mikoa yote Tanzania bara pamoja na visiwani. Visiwani tumeziondoa timu zetu, sisi tunaita timu kama miaka miwili iliyopita kwa sababu ya hali fulani ya kiimani. Kwa hiyo tumeondoa, tumewaweka mkoa wa Tanga, wilaya ya Kilindi pamoja na Korogwe. Kwa hiyo tunapoenda kusajili kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, kazi yetu kubwa ilikuwa ni moja, kuhubiri kwa njia ya sinema ya maisha ya Yesu. Miaka kama 7 baadaye, baadhi ya maaskofu kadhaa walileta ushauri ofisini kwetu. Hata viongozi wa CCT wengi walikuja kwamba mmeweza sana kuhubiri huko nje, lakini mnaonaje mkiwekeza pia kwa viongozi ndani, kwa sababu hao ndio wanashinda na watu mara kwa mara. Kwa hiyo tukaanza pia kitu tunaita madarasa ya wapanda makanisa. Sisi tunaita madarasa ya wapanda makanisa, madarasa ya viongozi wa kanisa. Na ndio hayo tunaendelea nayo sasa. Kwa hiyo sasa hizi tuna majukumu makubwa mawili: kuhubiri kwa njia ya sinema maisha ya Yesu, lakini pia kuendesha madarasa. Nyewe mnaita semina, lakini sio semina kwa sababu sisi ni shule. Bila shaka nyewe mmeona kadri tunavyokwenda muda baada ya muda. Hilo ni jambo la kwanza. Shirika letu halifanyi biashara, halitozi sadaka, haliingilii mapokeo ya watu. Ndio maana mpaka sasa tuna miaka 20 karibu na 7 bila kugongana na dhehebu lolote lile. Mambo ya kimapokeo hatuingilii. Sisi tunafanya mambo machache sana. Tukisimamia kwenye shirika letu tunasimamia kwenye Mathayo 28, 19 na 20, basi enendeni. Ndiko tunakosimamia. Kwa hiyo mambo ya mapokeo huwa hatuingilii. Bila shaka hata wakati wa mafundisho yetu tumewaambia sana na mmeona sana, hatujishughulishi, hatuingii, hatugusi mambo yenu, mambo ya ubatizo wenu, mambo ya meza za Bwana, mambo ya sadaka zenu. Sisi hatugusi kule, hayo yatashughulikiwa na viongozi wenu makanisani kwenu. Shirika hili mkoa wa Iringa limeingia 2001. Wenyeji wao mojawapo ilikuwa ni kanisa la Lutherani wakiongozwa na mchungaji Kulanga. Kwa hiyo mkutano ulifanyika sehemu moja inaitwa Baptist. Walifanyika mkutano pale kwa wiki nzima, na ndipo timu ya Iringa ikazaliwa. Ilipata viongozi wawili, mmoja anaitwa mchungaji Barton Wicket, wakati alikuwa sio mchungaji, na mchungaji Petro wa kutoka Pentecoste kule Ipogoro. Ofisi yetu ikiwa kanisa la Anglican Diocese ya Ruaha. Hapo baadaye mchungaji Petro aliacha, akaajiliwa mchungaji Nyagawa kutoka Anglikana. Akakaa muda mfupi, baadaye basi shirika likaniomba mimi kutoka kanisa la Lutheran. Naendelea tangu sasa. Kwa hiyo mimi nipo kwenye shirika tangu 2002. Kwa ni miaka mingi kidogo. Na mimi ni mkongwe, ni mzee kwenye hili shirika. Na shirika hili kwa mkoa wa Iringa 80%, sikia vizuri hiyo, 80%, muda wetu mkubwa ni kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa kwa mkoa wa Iringa. Huu ndio muda mkubwa. Nataka niwaambie kweli, tumelala kila kijiji, ikiwezekana kila kitongoji kwa ajili ya sinema. Tumelala kila tulishakuja
mpaka kule Marekani. Marekani kunaitwa kule Michoni kule Marekani kule pembeni kule. Acha kule kwa uinjilisti kule nani kule kunaitwa kule kwako. Acha na Isaka kule Marekani kule. Baba sijui kama alifika hivyo kwepo hapo. Ulifika? Tumefika. Wewe unakimbiza pikipiki. Sasa kwa miaka ile kwa nyinyi mnajua kwa miaka ile 2003 2004 ilikuwa Marekani kweli kweli. Kwa hiyo tumejitahidi leo sisi ya Iringa kanisa la Lutheran. Kila kitongoji sio chini ya siku 3 tumefika. Na haya madarasa tunalazimika kukaa kati ya siku 3 na siku 4. Bila shaka tumekuwa tukishinda na nyinyi ndio Kwa hiyo mgeni rasmi sisi ni miongoni mwa wadau kidogo, na sisi tunaifahamu KKT Iringa. Kidogo, hatuwezi kufanana na nyinyi, ila kidogo. Kila mtaa na karibu kila mchungaji tumekufika hapo. Sasa hiyo ni kwa ufupi. La mwisho nichambue mambo machache. Tunafanya nini kwenye madarasa ya uongozi? Tunafundisha masomo mangapi jamani? Mmenitia moyo wanafunzi wangu. Haya, somo moja wapo. La pili, kujiendeleza binafsi 3. Wow, basi. Alafu tuna jumla ya mada ngapi unajua? 52. Asante sana. Kumbe tumewekeza na sisi. Hapo mwalimu tumewekeza kama unajua hii. Kwa hiyo ndio tulichofanya. Baba dini uzuri wake ofisini kwako tulileta maelezo masomo tuliyosoma, tumeandika na zile mada 52. Nilikuwa nahitaji vile vitabu vyote tumefanikiwa wamenitumia 2. Vingine tutavileta pia. Ndio masomo ambayo tumeyafanya, tumewekeza kwa hawa watu. Sasa vingine tuache, tutafafanua kuendelea. Sasa kwa nini leo tuko hapa? Shirika letu tuliwahimiza kila siku kwamba ukumbuke kuandika jina vizuri. Si ndio? Kila ukihudhuria kumbuka kuandika jina. Kama huhudhurii toa taarifa. Kwa nini? Tumewaelekeza watu kufanya ile kazi kila jioni, natafuta network tunaipeleka. Yaani leo lazima usiku hii iende. Ingoma ila leo usiku tena. Lazima tena nipeleke. Ndio utaratibu ulivyo. Sasa kuna watu kati yetu mundani baba mgeni rasmi naomba sikia vizuri. Poto si kaanza baadaye kunungunika. Kwa mfano Mkulula wakati nimeletwa majina juzi imenishangaza kidogo. Na nyinyi mna sifa zenu. Mkulula ilianza ya kwanza kabisa. Awamu ya kwanza kabisa. Namba 1 alikuwa anaitwa nani hapo? Ya kwanza kabisa hii hapa. Ya Leadership Thrust. Ilikuwa na wahudhuriaji 80. Ya kwanza walikuwa wahudhuriaji. Tukaja awamu ya kwanza na Leadership Thrust. Tukaja awamu ya pili. Awamu ya mwisho, mheshimiwa mgeni rasmi, ni watu 36. Kwa hiyo sifa za wengi zimekataliwa kwa sababu sisi kila siku jina lazima lisome kwenye mfumo. Na kwa hiyo leo nimetumia majina 32. Kuna baadhi ya wengine mko mnaingia, tulikuwa nawakumbusha mnaingia hapo hamtaki kuandika pia. Msinilaumu mimi pia. Ni mfumo sana. Hata mimi naletewa tu. Haya majina hata jana baba dini amenikaripia kidogo, amesema mbona mambo yanabadilika kwa sababu inabidi tuje tukairisha usiku saa 10 nimeenda kupokea mzigo. Pamoja na vyeti. Hivi ndio nilikuwa na saini saizi ofisini. Kwa hiyo sio mimi. Tafadhali sana. Kama ulizembea kidogo, vinginevyo tutazungumza kwa upya tuone baadaye kama watu wanalia sana tutaona, ama tuanzishe darasa kwa upya kama kuna sababu. Kwa sababu hapa hata nusu hawajafika. Walianza 80 wanahitimu 30. Kumbukumbu hizi zote waliandika hizi hapa hizi. Na wengine walikuwa kweli wana sababu lakini hawatoi taarifa. Pamoja na hayo, baba dini mgeni wetu rasmi, shirika la Azrafu pamoja na kutoa cheti, baba mkurugenzi, kwa kuwa kanisa la Lutheran alifahamu na juzi alikuja wakati wa uteti, amenielekeza nihakikishe kila mhitimu tumemnunulia Biblia ile 30 toleo la shule. Tumempa Biblia hard copy. Lakini pia tutampa Biblia nyingine inayoongea. Kuna wengine hawawezi hata kusoma sana pia. Kwa hiyo tutawapa Biblia. Nafikiri kuambia mara nyingi sana, si ndio? Mimi ni mwaminifu, nimejitahidi, nimekuja nazo. Kwa hiyo kila mtu atapata Biblia hizo hard copy pamoja na hizo. Sasa fikiria, Dayosisi ya Iringa pekee yake kwa awamu hii tuna watu karibu 115. Fikiria Biblia 115 ni shilingi ngapi? Alafu chukua hizo zinazozungumza. Kwa hiyo na sisi tuna mchango baba dini. Na tunapotoka hapa sasa ili nikukaribishe, mimi nikuombe baba dini utusaidie kwenye vikao vyenu. Nasema kweli,
Years Life tangu 2001 tumewekeza sana machozi yetu na damu yetu kwenye kanisa la Lutheran sana, lakini kazi zetu hazisemewi. Machozi yetu, jasho letu, muda. Hao wanajua tukija hapa tunakaa siku 3 siku 4. Unaenda Usolanga unakaa siku 4. Unaenda Kiorogoto unakaa siku 4. Unaenda Chamdino unakaa siku 4. Siku 12 unakaa na KKT sema. Unarudi kimya. Sasa inawezekana labda ni mfumo uliko kwa nyuma huko. Kwa nini maana pia niliseme na mikazi kwa kweli inafanyika ya kutosha sana. Kadri tunavyokwenda nitakuwa nakwambia kila kituo uzuri wake. Kwa mfano Mkulula, kila tulipofika ni wakarimu sana. Tunakuja walimu 3, mwalimu wa mwisho hawa watu wa mwisho kumpa labda 70,000, tuko 3. Halafu hata kuna wakati nilikuja kama peke yangu, kila tulipokuja mtuchinjia mbuzi. Wao wana uwezo kwenye kulima, wametenda vizuri sana, wametenda vizuri kabisa. Hakuna siku tumekuja wakatoa cha bure. Ni kweli sisi baada ya utendakazi wa Years Life tuna kanuni, watu tunajichangisha. Hii sio ya ofisi, tunajichangisha. Tukija huyu hapa kidogo alikuwa anasema itarudi kwa namna nyingine. Tukija kama tuna 70, tuna 80, tuna laki, na sisi tunachangia chakula chao kwa siku ngapi hicho. Hizo sio za ofisi. Sisi wafanyakazi tunajisikia kwa chicha tutangu saa 3 mpaka saa 10. Sio vizuri. Maana tunaanza saa 3 mpaka saa 10. Basi sisi tunashiriki machozi yao, kama tuna laki 50 tunachangia pamoja. Hiyo hela kituo hiki watakurudishia, watatafuta namna watakurudishia. Na kutoka wewe 70, maana walimu tunakuwa watatu watatu. Tunawashukuruni sana. Mkulula mmetutunza vizuri sana. Na baba dini kila kitu nitamwambia kila watu walichokifanya. Kila na wale kule pale mbele tukifika wana mambo yao ni ajabu sana. Baba hapa niseme hayo yanatosha. Sasa nikukaribisha, karibu sana. Utubie wanafunzi hawa. Mwishoni utoe jeti pamoja na Biblia za aina zote mbili. Asante sana kwa kunisikiliza. Kwa hiyo katika hiyo mikoa 4 leo katika mzunguko mzima mikoa 4 tuko Mkulula. Nyinyi mnafikiri ni jambo jepesi? Sio jepesi. Ni jambo kubwa. Na ninaomba tulichukue katika heshima yake, katika kiwango chake. Kwamba ndani ya mikoa 4 leo ofisi ya Years Life katika mikoa hii 4 ipo Mkulula. Ni jambo la neema na la kumshukuru Mungu sana. Lakini eneo la pili ambalo tunahitaji kushukuru ni zile zawadi ambazo mmepewa. Kwa sababu ni kawaida mwanafunzi kulipa ada. Na ukilipa ada imekwenda, huwezi kudai zawadi tena. Lakini Years Life umesoma mpaka mwisho, halafu unazawadiwa na kuzawadiwa. Hiyo ni kitu cha pekee sana. Sio kitu chepesi. Sio kitu chepesi. Na ukiona unapata kitu ambacho, yani unapata kitu hivi mkononi, ujue kuna watu wamelipia. Kwa sababu hakuna kitu cha bure. Hata ungefanya nini, hakuna kitu cha bure, hakipo. Hakipo. Kwa hiyo ina maana kuna watu ambao wana moyo wa kutoa, wamelazimika kulipa kwa ajili ya watu wa Mkulula. Hata tungetafuta ni wangapi, wako wapi, haitusaidii sana. Ila zawadi ziko mikononi mwetu. Cha kufanya kumshukuru Mungu na wabariki na wao huko walipo. Lakini pia tushukuru ofisi ya Years Life. Kwa sababu wao ndio wanaotuunganisha. Sisi huko hatukujua, na hata wangenyamaza kwamba hatuna zawadi yoyote, wangeweza kunyamaza na ingepita. Kwa hiyo kwa uaminifu wao tunaomba tuwashukuru sana kwa ajili ya zawadi hizo 2, lakini pia kwa ajili ya kujitolea kushirikiana pamoja nasi mpaka mwisho. Ninayekuletea makala haya ni mimi Mesha Kilongo, lakini kabla ya kuhitimisha tuwasikilize baadhi ya wahitimu wa darasa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni mchungaji Rugano Dalio Kulanga. Ni mhitimu wa darasa kutoka shirika la Years Life. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo alitupa kushiriki darasa wakati wote ambao tulijifunza masomo makuu 3: uongozi, kujiendeleza binafsi na upandaji wa makanisa. Na mimi kama kiongozi katika mada kuu ya uongozi nimejifunza mambo mengi na vitu vingi ambavyo vimenisaidia katika maongozi ya kanisa kwenye usharika niliopo,
na hata sasa ambako Mungu ameamua nitumike. Kwa hiyo nimesaidika hivyo kuweza kutumika vizuri kwa nafasi ya viongozi, mimi pamoja na wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mwinjilisti Nuru Nispilu. Nimeweza kujifunza masomo mengi katika masomo ya Years Life ambayo ni upandaji wa kanisa, uongozi na kujiendeleza binafsi. Lakini katika masomo haya mimi nimeweza kujifunza zaidi kwenye upandaji wa kanisa ambao limeniwezesha kufanikisha kutoka hali hafifu ya ukuaji wa kanisa kwenda kiwango kikubwa cha upandaji wa kanisa pamoja na wazee wa kanisa ambao tuko nao. Amen. Naitwa Mwinjilisti Agustino Nikodemo Mbena, mhitimu katika masomo ya Years Life. Masomo haya yamenisaidia, masomo haya matatu katika somo ambalo nimefaidika sana, somo la uongozi. Nimegundua namna ya kukaa na watu, nimegundua namna ya kutatua migogoro. Na washukuru katika zawadi tulizotoa Biblia hizi, Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana hili shirika na Mungu awabariki sana, kwa kweli limetusaidia sana na tunasema asanteni sana. Tuwalipe, hatuna cha kuwalipa, lakini Mungu wa mbinguni atawabariki. Kwa majina naitwa Edina Festo Katemba, mimi ni mwinjilisti wa kanisa la KKT. Mimi kilichonivutia katika haya masomo matatu, somo la uongozi, kujiendeleza binafsi na kupanda makanisa, kweli kwenye uongozi limenifurahisha sana, kwa sababu ni watu wengi nilivyoendelea kuwafundisha wamenisikia na kunielewa. Kwa hiyo nilikuwa naomba hili darasa liendelee. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Nuhu Matei Chotamasege wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Nimefurahishwa na shirika la Years Life Africa Mission lililokuja kwetu kufanya mafundisho kwa wanafunzi wanaojifunza uongozi wa darasa. Katika mada hizo tatu nimefaulu kutembea kwenye mada mbili. Kujiendeleza binafsi, nimetoka hatua moja ambayo ilikuwa inachechemea katika uchumi, na mada ya pili ya uongozi nimeweza kusogea kuwa kiongozi bora katika mitaa ninayohudumia. Lakini mada ya tatu ya kupanda makanisa, nimepata washarika waliopata kumpokea Yesu wasiopungua 10 katika wakati huu ambao nimetoka kujifunza. Hivyo napenda kulishukuru shirika liweze kutusaidia kuendelea kuwafundisha na wengine. Mungu awabariki sana. Mimi ninaitwa mchungaji Patrick Chaula, ndio kiongozi wa kanisa la KKT usharika wa Solanga Dayosisi ya Iringa. Katika masomo hayo kama kiongozi wa usharika, ni kweli nimeona kuna mafanikio makubwa. Kwanza yameimarisha msharika mmoja mmoja katika maisha yake, utendaji wa maisha ya kiroho, utendaji wa maisha ya kawaida na familia na jamii na taifa kwa ujumla. Kanisa limepata kukua pia, limekuwa kiidadi, limekuwa kiubora kwa washarika, pia limekuwa katika kuongezeka mitaa, tunaita mitaa. Sasa hivi tuna mitaa kama mitatu ambayo imeanzishwa baada ya kuanza haya masomo. Kwa hiyo viongozi kuanzia ngazi ya wainjilisti, wazee wa kanisa, viongozi wa seli wametiwa moyo sana. Wamependa sana mafundisho haya kwa sababu yamewarejesha kwenye upya wa utendaji wa kazi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa shirika hili ambalo limetuwezesha. Pia tunashukuru siku ya leo kwamba kiongozi wetu msaidizi wa askofu amekuja kuhitimisha darasa hili, lakini bado maono yetu ni kuendelea na darasa hili, kwa sababu kazi ya Mungu inaendelea mpaka milele na milele, kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo ninatoa mwaliko pia kwamba kwa usharika Usolanga tunatoa mwaliko wa kuingia kwenye darasa jingine tena, kwa sababu sisi tumeona manufaa makubwa. Ni kama chuo cha kujifunza neno la Mungu. Ndio maana leo tumehitimishwa kwa kupata cheti, kupata Biblia ya maandiko, kupata Biblia pia kwa njia ya redio. Kwa hiyo tunashukuru hata shirika limetupendelea kiasi kikubwa kutupa Biblia, kutupa cheti pamoja na redio. Ninapenda kushukuru watu wote. Nashukuru pia mratibu wa redio yetu Furaha kuja kuchukua matangazo yangu haya kama kiongozi wa usharika. Kwa kweli nashukuru sana kwa moyo huo wa kuja, na Mungu amewasaidia. Na mimi niwatakie kila laheri na baraka ya Mungu, na Mungu awasafirishe salama mpaka mfike huko mnakofika. Asanteni sana.